Na kuna wimbo huwa mnaupenda sana siku hizi, ukiimbwa watu wote wanasimama, unasema siwezi kubaki, lazima nimtolee. Mnaimba, mnawangojea watu wote wamalize kutoa sadaka, na nyinyi ndio mnasimama sasa pole pole, hatua mbili nyuma moja mbele, naenda. Wote wanakwaya wanakuja na sisi tunawavumilia, ni vizuri kabisa. Lakini ngoja uimbe wimbo fulani hivi, baada ya mwanakondoo wa Mungu kinafuata nini? Komunyo sasa. Na mnaimba vizuri wanakwaya ile, utujalie amani, utujalie amani. Halafu wimbo wa komunyo mnawaimbia wengine, nyinyi hamwendi. Hivi huwa hamuoni wenzenu wanajinoma sana wanavyoenda kukomunika? Sasa mwanakwaya, kama ushiriki Ekaristi, ina maana umehudhuria misa ama umeshiriki misa? Umehudhuria misa. Kwa hiyo wewe hujaimba wimbo ulio bora. Ili uimbe wimbo ulio bora, lazima ushiriki misa yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mimi sisemi kwamba kwa sababu wewe una kikwazo basi usiimbe. Hapana, hata kama una kikwazo imba. Upo kwenye mchakato, si ndio jamani? Si kwamba tunasema kwamba yule ambaye sijui hajafunga ndoa, haja akomuniki afanye. Hapana, imba, ili katika kuimba tukusaidie pole pole sisi wenzio. Siku nyingine utoe hivyo vikwazo, ushiriki Ekaristi takatifu. Ifike mahali ambapo wanakwaya wote tunashiriki Ekaristi. Kanisa letu alimzui mtu asisome somo au asiimbe eti kwa sababu hashiriki Ekaristi. Ekaristi ni kilele cha kila kitu kinachotuunganisha. Wote tumebatizwa. Maadamu umebatizwa una haki ya kuimba. Maadamu umebatizwa una haki ya kusoma neno la Mungu.